alihukumiwa kifungo hicho Januari 11 mwaka huu. Mwenzangu Sudi Mnete amezungumza na wakili wa mbunge huyo ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, Tundu Lissu, aliyoko jijini Dar es Salaam, ambaye kwanza anatoa mtazamo wake kuhusu hukumu hiyo. Hii imethibitisha niliposema wiki kadhaa zilizopita kwamba mheshimiwa Lijuani Kali alikuwa amefungwa kwa sababu za kisiasa tu. Alishtakiwa kwa kosa la kupigana hadharani. Hakukuwa na ushahidi wowote kwamba alipigana hadharani. Alishtakiwa kufanya vurugu, kutenda vitendo vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani. Hakukuwa na ushahidi wowote kwamba alitenda vitendo vya aina hiyo, na ukweli ni kwamba yeye ndiye alifanyiwa vurugu na mapolisi waliokuwa wametumwa na maafisa wa serikali wamzuie asiingie kwenye kikao halali cha halmashauri ambacho yeye ni mjumbe. Kwa upande wenu nini mnachofanya? Tadai fidia? Kwa bahati mbaya katika mfumo wetu wa haki wa utendaji haki kwenye kesi za jinai huwa hakuna fidia. Watu wanaumizwa na serikali, wanashtakiwa kwa makosa ya uongo, wanafungwa bila sababu, alafu mahakama za juu zikiwafutia hatia, utaratibu wa kuwafidia kwa majibu yote walioyapata physically haupo. Sasa wewe ni wakili wa upande wa utetezi. Kwa nini unadhani haki haijatendeka tangu mwanzo mpaka sasa mtuhumiwa amekaa gerezani miezi zaidi ya 3? Kuna matatizo ambayo pengine sio kosa la mahakama na pengine sio kosa letu. Wakati alipofungwa tulikata rufaa haraka sana. Nakumbuka tulileta rufaa yetu ilikuwa ni muda mfupi tu baada ya kuwa amefungwa, na tukaomba pamoja na rufaa tukasema aachiliwe kwa dhamana wakati anasubiri. Lakini bahati mbaya kwa kipindi hicho ambacho tunasubiri tusikilizwe, mimi mwenyewe nikawa nimepata matatizo, nimekamatwa, nimewekwa ndani, nimeshtakiwa. Ina maana kwa upande wenu jambo hili limemalizika? Jambo hili limemalizika, vinginevyo kama mwanasheria mkuu wa serikali, mwendesha mashtaka wa serikali ataamua kukata rufaa, tutajua kama limemalizika au halijamalizika. Kata rufaa tutakabiliana naye kwenye mahakama ya rufaa. Nikikuvisha kofia yako Mheshimiwa Lissu ya urais wa chama cha wanasheria Tanzania, Tanganyika Law Society, kuna watu wengi ambao wanapelekwa magerezani na pengine wanahukumiwa pasipokuwa na uwakili au kuwa na wakili. Ninyi mnafanya nini kuweza kunusuru mambo kama haya yasiweze kutokea? Kwa muda mrefu chama cha mawakili wa Tanganyika kimetoa msaada wa kisheria kwa watu wanaopata matatizo ya kisheria, lakini wanakuwa hawana uwezo wa kuweka mawakili. Lakini bahati mbaya kwa upande wetu ni kwamba huo uwezo wa kuhakikisha kwamba maelfu ya Watanzania ambao wanahitaji msaada wa kisheria kwa sababu hawana uwezo, huo uwezo wa kuwapatia kila anayehitaji, sisi kama chama hatuna. Ni mwenzangu Sudi Mnete alipo na mwanasheria. Nimeshtushwa mno na taarifa ya Dr. Mwakyembe. Dr. Mwakyembe ambaye anasema kwamba taarifa yetu haikuwa na mizania, kwa maana ya kwamba haikuoji upande wa pili. Amenisikitisha swala hili kulirudia mara kwa mara. Kwa maana Dr. Mwakyembe ni mwalimu wa sheria. Tunakumbuka uchunguzi wake katika kamati ya Richmond mwaka 2008. Alipata fursa ya kusafiri hadi Marekani, lakini akashindwa kwenda Magogoni kumhoji mtuhumiwa mmoja kati ya wale aliokuwa akiwahoji. Sisi tumefanya juhudi za dhati, tumekwenda mpaka ofisini kwa mkuu wa mkoa na tulieleza kilichotokea. Anatumia nguvu kubwa kuonesha kwamba kamati yetu haikufanya kazi kwa weledi, lakini tunashangaa na naendelea kumshangaa. Pengine ninapata wasiwasi kwamba amesahau alichokifanya, walau hakuonesha hata juhudi mwaka 2008. Kwa hiyo kimsingi naomba aache kudhalilisha kazi iliyofanywa. Nikiwa mwanasheria na mwandishi nasema Dr. Mwakyembe aache kulalamika. Atusaidie, atafute upande wa pili, na huo upande wa pili anaosema kwamba haukuhojiwa, akishapata taarifa zake aikamilishe hiyo taarifa, apeleke mbele kunakohusika, badala ya kila siku kuendelea kusema kwamba yeye kama mwanasheria, kama waziri mwenye dhamana, upande wa pili haukuhojiwa. Sasa anayo fursa uhoji upande wa pili, alafu atupe taarifa iliyokamilika kuliko hiyo nusu ambayo sisi tuliwasilisha. Sema kwamba wabunge wanasinzia bungeni, jambo ambalo kwa maoni ilionekana kwamba ni kitendo cha kudharau bunge. Napenda kutoa taarifa kwa Mheshimiwa Spika alituagiza tumuite Mheshimiwa Makonda kwenye kamati
tumekutana naye leo saa 4, amekuja, ametupa ushirikiano mzuri kwenye kamati, tumeyapokea maelezo yake. Kama mnavyofahamu kwamba kamati yetu tukishamaliza kufanya kazi tunatoa taarifa kwa Mheshimiwa Spika. Spika nayo taarifa anayoweza kuitoa tu hapa ni kwamba kwa maana ya kushughulikia shauri la Mheshimiwa Makonda, kamati imemaliza kazi yake leo, inasubiri kuwasilisha kwa Mheshimiwa Spika kama ilivyo taratibu na kanuni za kamati yetu.